mitindo. Kwa hiyo hilo jambo la kwanza ni namna ambavyo mitindo gani? Yaani natamani muende specific, yaani labda mitindo ya mavazi, kuongea. Yeah. Amen. In short, kwenye mavazi, labda kwenye mitandao ya kijamii mara nyingi sana tunaiga labda kwa hao wanamuziki. Kuna mtu anaweza akaangalia labda kwa Harmonize, Diamond, akaangalia namna ambavyo ukaji wake naye akataka kuiga, na kanisa leo tumefikia kwenye hiyo level. Mitindo, tunaiga mitindo, mavazi, style, namna kuongea, na nafikiri kuna mitindo nyingi sana, hata misemo mingi tunaiga. Kwa hiyo ni mitindo kama hiyo. Lakini swali la pili nilikuwa nasema kwamba mambo gani yanaashiria tumemkataa Mungu? Mambo gani yanaashiria kwamba tumemkataa Mungu? Na hiyo pia ikatupeleka kwenye kitabu cha Galatia 5 mstari wa 19. Maandiko yanasema kwamba basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya. Maandiko yanasema kwamba basi matendo ya mwili ni dhahiri kwamba ndiyo haya. Kuna mambo hapa ameelezea sana. Kuna uasherati, uzinzi. Hivyo ni viashiria mojawapo vinatupeleka direct kwamba huku hapana, upendo wa Mungu hapa hamna. Uzinzi, ukahaba, yani mambo ya ajabu na mambo ambayo yanayofanana na hayo. Kwa hiyo sisi tumeangalia hivyo na kwa uwezo wetu mko vizuri. Mungu awabariki sana. Nipelekee pale. Tumeona hao wenzetu wamesema jambo la kwanza, mitindo ya staili ya maisha tunayoishi, mavazi, nini, hayo yote tunataka kufanana. Lakini kwa mambo ya kuashiria tumemkataa Mungu. Ukisema uongo umemkataa Mungu. Chonganishi tumemkataa Mungu. Haya. Mungu awabariki sana. Nipelekee hapo. Grupu la pili, karibuni. Dakika mbili. Kama kanisa kuna vitu ambavyo wakati mwingine tunatamani tuige kutoka kwa mataifa hawa wanavyofanya fanya, kuvaa namna ya unyoaji, kusuka, kufanya namna mbalimbali, mitindo kutoka kwa mataifa. Hivyo kama kanisa tunatamani tufanye kama wao wanavyofanya, lakini vile kwa sababu tupo kanisani au sisi tumeokoka, inatufanya tusiweze kufanya hivyo, lakini tunatamani kama kanisa hivyo vitu vinaonekana na dhahiri kwamba vinaonekana. Unasifiwe sana. Lakini kitu kingine cha pili, tunaona kabisa ukiangalia baadhi ya mataifa katika shughuli za ufanyaji kazi, yaani unakuta mtu ana biashara yake anaweza kaanza saa 12 mpaka saa ngapi? Saa 12 tena ya jioni.